Bwana asifiwe. Kuna watu wanasema simsikii Mungu. Simsikii Mungu akisema na maisha yangu. Simsikii Mungu akisema na mimi. Wanasikia wengine wanasema Mungu amesema na mimi. Kwa sababu gani? Mtu Mungu ili aseme na wewe lazima umjaze Mungu ndani yako. Kuna sauti ya Mungu lazima iingie ndani yako ili Mungu aweze kuinyanyua sauti yake kuongea ndani yako. Na hiyo sauti ya Mungu ni neno la Mungu ndani yako. Kwa unapoingiza neno, unakubali kumuingiza Mungu ndani yako ili Mungu aanze kuongea kwenye maisha yako. Mungu hawezi kuongea kwenye maisha yako kama hayupo ndani ya maisha yako. Kolosai 3:16. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Haleluya. Ni maelekezo hayo. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Biblia inasema mkifundishana, mkielimishana, mkionyana. Haleluya. Mkionyana. Kwa unawezaje kuonya wakati maonyo hayapo ndani yako? Kwa sababu ili uonye kwa usahihi, lazima Roho wa Mungu awe ndani yako, lazima neno la Mungu liwe ndani yako. Haleluya. Neno likiwepo ndani yako ndio litatoa maonyo yaliyo sahihi, litafundisha. Hakuna mwalimu anakuwa mwalimu bila kufundishwa, kuwa na elimu ya kiwalimu ndani yake. Hakuna daktari anaenda kumtibu mtu kama yeye hajasomea udaktari. Kuna maarifa yako ndani yake, ndio maana anaweza kutibu. Haleluya. Mwanasheria hawezi kutafsiri sheria zote kama hajaisomea sheria, hana ufahamu wa sheria. Lazima ufahamu wa kisheria uwe ndani yake ili aweze kutafsiri nini? Sheria. Haleluya. Ndipo ilipo sisi. Sisi tunapaswa kujaa neno la Mungu ili tuweze kuwa watu tunaweza kuwafundisha watu wengine, kuwaonya watu wengine. Haleluya. Bwana asifiwe. Unapomkiri Kristo Yesu haitoshi tu. Inatakiwa ule ukiri ufanye nini? Kazi, ili uwe na matokeo, uwe na matunda. Haleluya. Na kufanyia kazi ni kuamua kulizamisha neno la Mungu ndani yako. Kuwa mtu wa neno, kufanyika kuwa mtu wa neno. Kwa Kristo Yesu ni neno. Biblia inasema neno likafanyika mwili. Biblia inasema lile tuliloliona, macho yetu yakalitazama, mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la nani? Kristo. Kwa habari ya neno la Kristo. Kwa mengine ni Kristo Yesu ambaye ni neno. So kubali kuliingiza neno ndani yako ili uweze kufanana na Mungu. Haleluya. Lakini pia tuliangalia neno lilisulubiwa ambaye ni Kristo Yesu. Kristo Yesu anasulubiwa pale, ni Mungu kamili anasulubiwa kwa ajili yako. Haleluya. Bwana asifiwe. So unapoliingiza neno, chochote ambacho hakijasulubiwa, neno likiingia, neno kazi yake ni kusulubu hicho kilichoko ndani yako. Tatizo lolote likikutana na neno ndani yako linaisha. Mjanielewa naamini hapa. Mjanielewa. Mtu aliyejaa neno, hakuna tatizo linaweza kukaa ndani yake. Haleluya. Nasema neno lilipo, tatizo haliwezi kukaa. Mwangalie Dagon anasimamishwa sehemu ambapo Mungu yupo. Aliweza kuvumilia ule uweza? Hakuweza. Kwa sababu gani? Nguvu ya neno. Sasa neno la Mungu unapoingiza ndani yako, unamuingiza Kristo Yesu ndani yako. Kwa hakuna chochote kinaweza kaa ni mateso ndani ya maisha yako. Kwa sababu teso lako linakuwa ni teso la Mungu. Nirudie tena. Teso lako linakuwa ni teso la nani? La Mungu, kwa sababu wewe umejaa neno. Bwana asifiwe. Wewe umejaa Mungu ndani ya maisha yako. Kwa neno lilisulubiwa. Kwa unapoingiza neno, kuna vitu vinasulubiwa ndani yako. Kuna vitu havihitaji ufanyiwe deliverance ya kuombewa. Hapa ni ngumu watu wa dini kunielewa hapa. Nasema hivi, nirudie tena. Kuna vitu havihitaji uwekewe nini? Mkono. Kuna vitu vinahitaji neno liweze kufungua. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nanyi mtaifahamu hiyo kweli, na kweli itaweka. Mungu hakukosea. Mungu alijua kwamba hawa watu wakiwa na neno, kuna mibe inaanza kuchomoka ndani yao. Kuna vichaka vinaanza kuungua ndani yao. Kwa sababu gani? Wamekubali kuliingiza neno liwaweke nini? Mimi nasemaga kitu ambacho kinaweza kuweka huru kabisa, sio mafuta, sio maji, sio kitu kingine, ni neno la Mungu. Kubali kuliingiza neno ndio linaweka huru. Kama Mungu yupo ndani yako, Roho yupo ndani yako. Kwa sababu Roho ni Mungu. Nimesema wamwabudu watamwabudu katika Roho na nini? Na wanamwabudu katika Roho na nani? Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yako. Sasa ili Mungu akuongoze, na maandiko yanaweka wazi, anasema wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa mengine, hawa watu wamezaliwa na Mungu, na kinachoweza kukuzaa wewe kama mwana wa Mungu ni neno la Mungu. Waraka kwanza Petro, si ndio? Anasema neno tumezaliwa kwa mbegu isiyo nini? Kwa mbegu isiyoharibika, ambayo kwa habari ya Yakobo 1:18 sijui ile inaonyesha wazi mahali tumezaliwa kwa neno la Mungu, kwa neno la Mungu. Kwa kinachoweza kukuzaa ni neno la Mungu. Ili kikuongoze lazima kiwe kimekuzaa. Haleluya.
hakiwezi kikakuongoza kama hakijakutengeneza. Kinakutengeneza ili kiweze kuongoza. Ambacho kinakutengeneza ni neno la Mungu ndani yako. Unapoingiza neno linakutengeneza wewe kwenye njia ya Mungu. Haleluya. Watu wanasema track au channel. Ili ukae kwenye channel ya Mungu, lazima ukubali kuliingiza neno la Mungu likuweke kwenye channel. Haleluya. Njia za Mungu zinahitaji wewe uwe ndani ya neno. Bwana asifiwe. Wakristo tunapaswa kuwa na neno ndani yetu. Hatupaswi kuwa na maneno. Unamkuta ni Mkristo miezi miwili, mwezi mzima, wiki mbili, wiki tatu hajasoma Biblia. Bado anajiita mimi ni Mkristo. Usiwe Mkristo jina. Kuwa Mkristo halisi ambaye amejaa nini? Hauwezi kulipokea neno kabla hujampokea yule anayeleta neno. Ili ulipokea neno la Mungu, lazima umkubali yule anayeleta nini? Neno. Kwa sababu haijalishi unaweza kama umemzidi elimu. Haijalishi unaweza kama umemzidi kipato. Haijalishi ukawa umemzidi umri. Lakini kinachotakiwa umkubali ili uweze kupokea neno la Mungu. Wokovu ni matokeo ya neno. Hauwezi ukasema umeokoka alafu huna neno. Haleluya. Na hauwezi kuokoa maisha ya mtu kama huna neno. Haleluya. Ili useme watu waokoke, lazima uwe na neno ndani yako. Sababu kazi ya wokovu sio ya kwako. Kazi ya wokovu ni Roho wa Mungu aliyoko ndani yako. Bwana asifiwe. Sisi tunaweza tukaenda mtaani hapa tukashuhudia kwa habari ya watu kuokoka. Lakini watu wanaweza siokoke, lakini kwa sababu tumesema, tulichokisema ni Roho, kitabaki ndani yao. Haleluya. Kitabaki kusema na mioyo yao. Utajikuta mtu mwenye anaokoka anakuja kwa Yesu. Kwa sababu gani? Kuna Roho imetoka ndani yetu. Sasa hiyo Roho haiwezi kutoka kama haipo ndani yako. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu anasema maneno ninayosema ni Roho tena ni kweli na ni uzima kabisa. Yohana 3:6-63, si ndio? Maneno ninayosema ni Roho. Ni Roho. Kwa neno la Mungu linapokuwa ndani yako, linageuka kuwa Roho. Lenyewe ndio lina nguvu ya kufanyia wokovu katokea kwenye maisha ya watu. Bwana asifiwe. Majirani zako wanaweza kawa sio hawajaokoka, lakini wewe unaweza kawa ni sosi ya wao kuokoka. Hata watu ofisini, ni wewe unaweza kawa ni sosi ya watu kufanya nini? Kuokoka. Kwa sababu gani? Umebeba Roho ambayo inaokoa watu, ambao ni neno la Mungu ndani yako. Kuna mfano mmoja kwenye Biblia, watu wa Mungu wamesema neno, baadaye wakakamatwa, wakapigwa, wakawekwa gerezani, wakamaliza, na kanisa likaanza kuomba. Kanisa likaanza kusema kwa yale matokeo yaliyotokea pale, si ndio? Nilipoanza kusema, wale watu kule wakajikuta wanatolewa wapi? Gerezani. Tena ni Mungu mwenyewe anawatoa. Wanakuja mpaka pale. Baada ya kuja mpaka pale, mwisho wa siku Biblia inasema kanisa, watu wakaanza kulisema neno kwa ujasiri, kwa moyo, kwa nguvu, kulieneza. Tusipolisema kwa ujasiri, watu hawawezi kuokoka. Haleluya. Lazima tumtangaze huyu Yesu kwa ujasiri. Tunapaswa kubariki maisha ya watu. Nenda sokoni pale, anza kubariki. Leo mtauza mboga zenu vizuri. Ninatamka, mimi kinywa changu ni cha Mungu. Leo ninatamka baraka wa ajabu. Wewe mama, leo utauza vyote, utabarikiwa na ziada utaiona. Mbariki mtu kama hivyo, unaona hajaokoka. Atanyanyua mikono yake, baba niombee. Umeamua kuachilia baraka juu ya maisha yake. Usikubali kushindwa na vita, kubali kushinda nini? Vita. Haleluya. Lakini niliwaambia neno la Mungu limehakikishwa mara 7. Nisomee kwenye Proverbs, Mithali 30 mstari wa 5. Mithali 30 mstari wa 5, andika. Imehakikishwa. Neno la Mungu limehakikishwa. Umefika? Yeye ni ngao yao. Kila neno la Mungu limefanya nini? Kwa chochote kilichoandikwa kwenye Biblia humu kimehakikishwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kimehakikishwa na nani? Na Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba neno hili chochote kilichoandikwa humu kina pumzi ya nani? Kwa limehakikishwa na Mungu. Zaburi 119, soma mstari wa 85. Mungu, kipengele kinaongelea tena, Mungu hujibu kutokana na neno lake ndani yako. Kama huna neno, utaomba, Mungu hawezi kujibu. Biblia inasema Danieli kwa kuvisoma vitabu akafahamu. Haleluya. Mungu anajibu kutokana na ufahamu ulioko wapi? Ndani. Nini kilichoko ndani yako mpaka Mungu ajibu? Kwa sababu Danieli aliposoma vitabu akafahamu nyakati za kuwa utumwani zimefanya nini? Zimeisha na zimepitiliza. So tunapaswa kutoka huku. Haleluya. Mungu angewaacha hivyo mbumbumbu bila kuwatoa utumwani, bila wao kujitambua. Usipojitambua, Mungu hawezi kujibu. Mungu anajibu according na neno lake liloko ndani yako. Nifungulie Zaburi hapa.
Fungua Zaburi 119 hapo, mstari wa 169.